moja, 2027 tuko na rais paka huko mwisho huko, Mungu aseme. Asanteni sana. Thank you so much. Asante sana Mama G. Sasa nimwite mzee wetu huyu, lakini mwenyewe hapendi kuitwa mzee, bado ni kijana, si ndio? Senator wetu wa Kilifi Mkoi Stewart Mazayo. Karibu sana Mkoi. Asante sana ndugu yangu Owen. Mheshimiwa Rais Daktari Samoei Arap Ruto, na kigugumizi kidogo tafadhali. Naibu wa Rais Profesa Kindiki, mawaziri wetu ambao wamewahi kufika hivi leo, ndugu zangu waheshimiwa, gavana wetu wa Kilifi County, itifaki zote zikizingatiwa, nataka niseme kitu kimoja tu, ya kwamba sisi watu wa Pwani, ama sisi watu wa upande huu wa kutoka Kilifi, Tana River na Lamu, vijana wetu tuko na bahati sana. Bahati sana kwa sababu mradi kama huu tokea Kenya ipate uhuru hakuja kuwa na mradi kama huu wa kusaidia vijana kujiweza kujiinulisha, kuweza kujiinua katika biashara. Na mradi kama huu kama umepatikana, ni lazima tuone ya kwamba tumeutumia vilivyo ili kujiendelesha maisha yenu. Mimi nataka kutoa kongole sana kwa Mheshimiwa Rais kufanya juhudi zake zote anazoweza kuona ya kwamba mradi kama huu umekuja hapa kwetu ndani ya Kilifi, Tana River na Lamu, na utaendelea kuwakava Kenya yote hii. Kwa hiyo mimi kama nataka kuambia usia, I want to advise you, hiyo pesa uitumie kwa manufaa ya kuweza kujifaa wewe mwenyewe leo na kesho na kesho kutwa, na ukitumia vizuri tumeambiwa itaongezwa ingine ili uweze kuendelea katika maisha yako. Hii pesa hii si ya kwenda kulipa mahari. Najua nyinyi vijana wengi wenu hamjaoa, kwa hiyo si pesa ya kutumia katika zile njia zingine ambazo utajiharibia wewe mwenyewe. My advice is take care of this money, use it properly ili iweze kukuinua wewe na jamii yako. Mheshimiwa Rais, nataka niseme asante sana kwa kuweza kuleta huu mradi, kwa kuweza kusaidia vijana wetu wa kutoka Tana River, kutoka Lamu na hapa kwetu Kilifi. Asanteni sana. Asante sana Mkoi. Basi nichukue hii fursa niulize MCAs wako hapa wa Kilifi, tafadhali wasimame. MCAs wa Kilifi County, Kilifi MCAs, tuwapungie mkono hawa MCAs wetu wa Kilifi. Asanteni sana kwa kuja. Thank you very much. Niulize basi MCAs wa Lamu kama wako hapa. Lamu, wale MCAs wa Lamu, do we have MCAs from Lamu? We don't have. MCAs kutoka Tana River ambao wako hapa. Tana River MCAs ambao wako hapa. Basi nichukue nafasi hii, wale chairman wa boards, national parastatals kama wako hapa, chairpersons, chairman wa boards, wote wale. Aya, asanteni sana. Directors na wote wale wako hapa. Basi Mheshimiwa Rais, mimi niseme hivi, if I was a young man during your presidency, wakati huu na umenipatia 50,000 shillings ya kufanya biashara, in 3 years I would be the biggest farmer than you. I would be a bigger businessman than you, because I would invest the money and take care of it, ring fence it, and make a better business person. Umenielewa vile nimesema? If I was a young person sitting there today, nimepewa 50,000 leo, I would become a very big businessman over 3 years period. Ni pesa ngapi? Ni 20 ama ni 50? Hiyo, hata hiyo 20. Naongeza mwaka mmoja, instead of 3, I would make it 4 years and I would become a bigger businessman. Kama uko na akili utatumia hiyo maneno. Asanteni sana. Mimi basi nichukue nafasi hii kwa heshima kubwa Mheshimiwa Rais, nimwite waziri wa MSMEs, Waziri Oparanya. Karibu sana. Tupigie makofi. Huyu waziri ndiye anafanya hii pesa inakuja hapa. Karibu.
Haya, Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Naibu wa Rais, wenzangu mawaziri, PSS na wananchi wote, hamjambo? Basi nitachukua nafasi hii kwa ufupi kabisa. Nataka niseme hivi, tumekuja hapa mambo ya biashara. Kwa biashara wanasema time is money. Time is, nitawaita watu wachache hapa. Nikiwaita hapa, please, 1 minute. Na ukija hapa tuko kwa mambo ya biashara. Tunataka tusikize mambo ya biashara kama wewe unajua biashara. So I will call few people just to come and greet, and if they have anything to say, it must be restricted to what we are here for. Nataka nimuite director of World Bank. Let me call the director of World Bank, Kimao Fan. Tunashirikiana kwa haya, tunashirikiana na World Bank. Thank you very much, CS. Your Excellency, Mr. President, Your Excellency, Vice President, CSs, governors, and members of Parliament, the talented youth of Kenya. Habariza Subuhi. Good morning to you all. I'm very honored to join you all here on the regional rollout of Nyota in this beautiful city. Some of you may ask, why Nyota? And why is Nyota important? My answer is very simple, Your Excellency. It's because Nyota is an innovative, inclusive, and transparent initiative at scale to address what I believe is the biggest development challenge Kenya faces today, and that is jobs. And that's why we at the World Bank wanted to support you. Indeed, Your Excellency, friends, the World Bank does only 3 things in Kenya, and that is jobs, jobs, and jobs. In addition to partnering and supporting you in implementing Nyota, our entire program is squarely focused on supporting Kenya to create more, better, and more inclusive jobs. From supporting your policy reforms to make doing business easier, to investing in energy, roads, digital technology, and to skills, and to specific sectors like agriculture. The sole objective is to support Kenya to create more and better jobs, and we'll continue to do so. Thank you, Mr. President, for your leadership and support for the Nyota program. But ultimately, ladies and gentlemen, friends, the success of Nyota will be measured by how much employable that the beneficiaries will become, and how many of you will be able to create businesses, not just employ yourself, but employ millions others, and will be measured by ultimately how many decent jobs that we can help to create in this great country. And we at the World Bank will continue to support you in this journey. Asante sana. Thank you, thank you. Let me acknowledge my colleagues who are here. You will have a chance to come here and speak. We have CS Alice Wahome. You will not come to speak just to carry your hands. You will be given a chance.
housing, affordable housing. Tunasikia mambo ya affordable housing, ndio huyo. Alfred Mutua, Kasuma Juu, ndio huyo. Salim Mvuria, mambo ya vijana, ndio huyo. Hassan Joho, mambo ya mining na ile mambo ya fishing. Bas, nitachukua nafasi hii niwakaribishe magavana ambao wako hapa, salamu tu, nikianza na gavana wa Lamu. Gavana wa Lamu. Haya, vijana hoi! Vijana hoi! Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Makamu wa Rais, Spika wa Senate, magavana, mawaziri, wabunge, ma-PS, mimi nina furaha kubwa kwa hapa, na kwa niaba haswa wa vijana wa Lamu tumefurahikia huu mpango wa Nyota, na niseme tu kwa vijana wa Lamu kuwa kama serikali ya Lamu mkifanya biashara kwa huu muda mimi ni governor, hamutalipa leseni, itakuwa ni bure. Na pia nitafungua afisi na nitaweka mfanyikazi pale awe ana coordinate na nyinyi, mkiwa na maswali, mkiwa mnahitajia usaidizi, muweze kupata usaidizi kwa haraka. Kwa hayo mengi nasema asanteni sana, na vijana, hii pesa ni ufunguo wa kuboresha maisha yenu. Kwa hivyo muzitumie vizuri vile inavyotakikana. Na nimshukuru Rais na serikali yake na World Bank kwa kusimamia mpango huu na kuempower mayouth. Mimi naona mbele iko sawa. Asanteni sana na Mungu atubariki. Basi asante gavana. Gavana wa Tana River. Asante sana DJ. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Makamu wa Rais, mimi kama gavana wa Tana River ninakubaliana na Mheshimiwa gavana wa Lamu. Tulikuwa tunazungumza pale tukasema ya kwamba kwa ule muda tutakuwa kwa ofisi, basi hatutawakatia nyinyi leseni. Tuna ile mipango yetu kule ambayo tunaendesha. Kwa hiyo katika department ya trade tutafanya kazi pamoja na wale maafisa wa serikali kuu ili kuhakikisha kwamba tumewasaidia kwa wale ambao wanaanzisha biashara mpya, kuwasaidia tuhakikishe kwamba mmeshikilia vizuri na mmesonga. Wale ambao wanaendeleza ile biashara tunazo, hatuta wakatia chochote kwa zile biashara, tutabaki na ile mpango ule wa zamani ili hizi pesa ziweze kuwa top up ya kuwatia nguvu. Hapo sawa? Hapo sawa? Mheshimiwa Rais, yaani mimi nimefurahi sana kwa sababu ya mpango. Kwa sababu tuna mipango kule. Na huu mpango wako unakuja kutitia nguvu zaidi ili vijana wetu hawa waweze kufanikiwa. Lakini zaidi sana ya kwamba kwa mara ya kwanza ninasikia neno cluster. Yaani katika kuhakikisha ya kwamba mambo yamefanyika vizuri zaidi, Mombasa, Kwale na Taita imewekwa kama cluster ya kule. Na Lamu, Tana River na Kilifi wakawekwa pande hii. Kwa lugha yetu ya hapa ambayo tumekubaliana, Lamu, Tana River na Kilifi tayari tulikuwa tunaita Upper Coast region. Ni sub-region ya kivyake. Na kule inaitwa Lower Coast region. Sasa niliposikia tayari tuko hivyo, nikafurahia zaidi. Na kama itaendelea hivyo, najua Mheshimiwa Kingi anaungana mkono mimi, itakuwa hivyo,
hakuna mtu atajihisi kwamba pengine amewachwa kando. Asante sana Mheshimiwa Rais, na mpango huu uendelee. Na wewe pia uendelee. Uendelee sana Mheshimiwa Rais. Asante sana, Mungu akubariki. Asante sana gavana. Sasa gavana mwenyeji wa Kilifi. Haya, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto, Mheshimiwa Naibu wa Rais na viongozi wote ambao wako hapa saa hii, vijana wa Tana River, Lamu na Kilifi County, mambo? Mko salama? Tusalimiane kwa hewa, tusalimiane. Asanteni, karibuni kwanza Kilifi, wale wametoka Lamu na Tana River, na vijana wa Kilifi wale mko nyumbani, natumai pia mmekaribia nyumbani kwenu. Mheshimiwa Rais, nichukue fursa hii pia niunge sana mkono mradi huu wa Nyota, ambao nimefurahi kwamba juzi nikiangalia takmini za Kenya zinasema mradi huu umeuzwa sana Kenya, lakini namba 2 Kenya nzima, Mheshimiwa Rais, ambao wameelewa mradi huu kwa 82% ni Kilifi County. Na mimi najua sababu kwa nini. Najua huyu PS kila akija weekend, Your Excellency, tumwambia aache kwenda nyumbani afundishe watu Nyota. PS fikirini. Na wengine nasema ni weekend amekuja kuona familia, tunamwambia wewe uza Nyota bwana. So nafurahi sana kwamba leo tumefika pale tumefika. Na mimi tu niseme, kwa sababu Rais amesema hapa tuko leo ni kupanga vijana, sio siasa. Niwaambie vijana wa Kilifi kwamba sisi kama county tutatoa leseni ya wale wote ambao wataanza biashara na hiyo pesa. Ya pili pia tutawapatia trade officers, na tumeongea na CC wa trade ama waziri wa trade wa county, kwa tuko na ule mfuko wa wezesha. Wale wataweza kuhakikisha pesa yao wametunza, wame fence vizuri, na wanabiashara ambao wameanzisha ambayo itawasaidia wanataka kuongezwa pesa. Hiyo pesa umepewa na Nyota ndio itakuwa security yako ya kupewa wezesha fund uendelee upanue biashara yako. Nyingine ambayo Mheshimiwa Rais tuna consider sana na hawa vijana, unajua kuna hii SHA, ndio tunasema hii group hii moja ya kwanza imeanza hii. Kabla muende kutumia pesa mjilipie SHA, tutakaa na nyinyi na department ya health tuone kama tutapatia nusu ama hata yote, ndio hiyo pesa ibaki ya biashara peke yake. Mheshimiwa Rais, wakati tukifurahia hii mambo ya Nyota, nataka nikuombe tu kwa unyenyekevu. Hapa Kilifi kuna vitu mingi tulianza na vijana nilipoingia kwa ofisi. Moja, ikiwa vijana wote wa bodaboda, wacha ile senti tunasema leo. Toka niingie ofisi Your Excellency, bodaboda wa kaunti ya Kilifi hawalipi. Walikuwa wanalipa 300, tukasema sanya hiyo pesa, weka kwa sako, mjisaidie, muache kuhangaika huko. Na wanafanya hivyo, na wewe mwenyewe ulisaidia pale Mariakani juzi mmoja ule mradi wa hao vijana. Vile vile Mheshimiwa Rais, kupitia ofisi hii ya ubunifu, tukifanya kazi na PS Fikirini na PS Professor Shakwat, wote wakiwa ni vijana wa hii Kilifi, kuna mradi ambao tumeanzisha wa innovation kama county. Na katika mradi huu tayari kuna vijana wamevumbua mambo ya kutengeza biskuti za samaki. Kuna watoto wa hapa Kilifi, Mheshimiwa Rais, wamevumbua smart meters, yani system za water management wa hapa Kilifi. Kuna vijana pia, Mheshimiwa Rais, young mothers, wameanza mradi, wanasaidiwa na hiyo mradi, na wengine wanafanya mambo ya weed products, shampoo na shower gel. Hawa vijana hapa Kilifi. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, mbali na hii 50, nataka na wizara hii tuongee nayo, watusaidie kwa hicho kikundi hicho ili waweze kujiboresha zaidi. Na mwisho Mheshimiwa Rais, pia kuna vijana wa hiyo innovation ambao wanapata guidance mzuri sana kutoka kwa Professor Shakwat na Fikirini. Tuweze kuwasaidia kwa sababu wamegundua mradi, wamevumbua katika ule uvumbuzi la Mheshimiwa Rais, mradi wa sodo kutumia migomba ile
inakaa kama fiber ya mgomba, na sisi kama county tukaona badala ya kuhangaika kwenda nchi zingine, Kilifi County imesaini mkataba na Taita Taveta County kwa mradi huo. Lengo lake Mheshimiwa Rais ni kusaidia vijana wale wa shule, hasa wasichana ndio ambao wanatumia sodo, ili tukianza kutengeza hizi tuweze kugawanya sodo mashule yetu kwa bei nafuu, na hata wengine wasaidiwe wale ambao hawajiwezi. Kwa hivyo nafurahi sana Mheshimiwa Rais kwa kutupatia fursa hii, sababu hawa vijana wa Kilifi kuna wengi ni innovators, na sisi tunataka tuwasupport ili waweze kupata faida ya ule uvumbuzi wao. Kwa hivyo asanteni sana. Tumeambiwa leo hapa ni tuji-align kwa hiyo program. Ningesema Mheshimiwa tupige debe, lakini tumeambiwa tayari vijana wengine nimesikia wasema tuseme tutam. Kama utaki wamesema hivyo. Ni tutam ama si tutam ya Rais? Hebu tuone vijana wa Kilifi tutam na vijana wa Tana River na Lamu. Asanteni sana. Asante sana. Sasa wa mwisho nataka nimkaribishe Speaker wetu wa Senate, kwa sababu yeye ni kijana wa hapa, asalimu sisi, alafu tuendelee. Asante sana waziri. Rais na naibu wako, viongozi wenzangu na vijana, yangu yatakuwa mafupi sana. Mwanzo ni kumshukuru rais wetu kwa kuwa na ndoto na maono ambayo hivi leo tunashuhudia hivi leo. Pili ni kushukuru World Bank kwa kusimama na rais na serikali yetu kutuwezesha na hela ili ndoto hii na mpango huu ambao umeletwa na rais wetu angalau uwe unaweza kutekelezwa vilivyo. Rais, saa zote tunakumbushwa kwamba badala ya kumpatia jirani yako samaki kila siku, ni vizuri umpatie ndoana, umpatie mafunzo ya uvuvi. Ukimfanyia hivyo hata kusumbua tena kila asubuhi kutafuta samaki kutoka kwako. Leo hii rais, hawa vijana umekuja hapa, badala kuwapatia wote samaki kila mmoja wao, unawapatia ndoana na mafunzo ile wao wenyewe waende baharini wavue na wajitegemee. Rais, hawa vijana wana kiu ya biashara. Kitu ambacho kilikuwa kinawabana ni kwa sababu hawana uwezo. Lakini leo hii baada ya kuwapatia ule uwezo, bila shaka hawatusumbua tena viongozi wala wewe kutafuta chochote kidogo kidogo kutoka kwa viongozi. Na kwa vijana pia nataka niseme hivi. Unaweza kushurutisha ng'ombe kuipeleka ziwani ili inywe maji, lakini kunywa maji kwa ng'ombe ni hiari ya ng'ombe. Rais anaweza kufanya haya yote, kuwapatia hela, kuwapatia mafunzo, lakini muradi huu kutupatia manufaa ni nyinyi vijana, bidii yenu kwa mapenzi yenu. Ila sivyo, hii bidii yote ambayo rais ametuletea haitafua dafu. Kwa hivyo kwangu na kwa viongozi hawa wamesimama hapa, tunataka tuwasihi vijana, msitubwage. Pesa hii ambayo mnapatiwa hivi leo na mtaendelea kupatiwa, muitumie kwa ujasiri ili itupatie zile kazi na kuzalisha na kukuza uchumi wa eneo hili letu. Wakati mbunge wa Kilifi North alipozungumza hapa, alitaja 50,000 na sauti zingine zikatoka pande zote hapa, mkasema kwamba mnapatiwa 20,000. Si huja. Wazungu wanasema it is not the size of the dog in the fight, it is the size of the fight in the dog. Ikiwa mna bongo la biashara, hata upatiwe 10,000 licha 20, hata upatiwe 10,000, ikiwa una bongo la biashara utazalisha uchumi na utakuza uchumi.
kuna mwingine anaweza kupatiwa 1,000,000 na mwingine apatiwe 10,000, na huyu ya 1,000,000 akiwa hana bongo la biashara ataziangamiza, na yule wa 10,000 kwa sababu ana bongo la biashara atajikuza, atakuza uchumi na atajiendeleza. Kwa hivyo tusiangalie uchache ama wingi wa pesa hizi, tuangalie mbinu ambazo tunaweza kuziweka ndani ya pesa hizi ili tuzalishe uchumi na kukuza uchumi wetu. Kwa hayo mengi machache, Mwenyezi Mungu abariki mradi huu, na Mwenyezi Mungu aendelee kumpatia nguvu rais wetu ili atuletee zaidi na muendelee kukuza uchumi kama wafanyikazi wengine katika jamhuri yetu ya Kenya. Asanteni sana. Basi Mheshimiwa Rais, kwa machache nataka kama waziri ambaye anahusika, nataka nichukue nafasi hii kwanza kukukaribisha na kushukuru sana kwa wewe kupata nafasi ya kuwa hapa siku ya leo, na naibu wako na wale viongozi wote ambao wameweza kuja hapa. Aswa nimewaona magavana hapa. Magavana mahali pote tumetembea, tunahimiza ya kwamba magavana paka wawe karibu na hii project, kwa sababu hao ndio wanaishi karibu na hao vijana. Ni hivi karibuni, Mheshimiwa Rais, tutakutana na magavana tuweke mkataba ambayo vile magavana tutasaidiana nao katika mradi huu, kwa sababu wakati tulikuwa tunaongea na wengine walikuwa wanasema nitatupilia mambo ya license mwaka mmoja, wengine miaka miwili, wengine miaka mitano. Sasa tutaketi chini tuone tuna standardize, tuwe na mkataba ambao utakuwa standard katika Kenya mzima. Vile mnajua, hii mradi si mradi wa siasa. Hii ni mradi ambayo rais mwenyewe ameipanga, ameifikiria na akaipanga kulenga vijana wote wa Kenya. Wakati ulienda kwa mtandao *254#, hakuna mahali uliulizwa wewe ni kabila gani. Hakuna mahali wewe uliulizwa wewe ni wa chama gani. Hakuna mahali popote. Naona wanasiasa wengine wanasema huu mradi unalenga watu wa chama fulani. Hiyo ni uongo. Hii mradi inalenga vijana wa Kenya wote. Kila ward inatoa vijana 84 Kenya mzima, na tumetembea hivyo, na tunataka kila mtu ambaye amepata nafasi, kwa sababu hii nafasi ni ya kipekee. Umeajiriwa mwenyewe, kujiajiri hiyo umeajiriwa. So hii nafasi usipoteze, uitumie vizuri sana, itakusaidia miaka zijazo. Na vile wenzangu wamesema, mambo ya Fuliza, mambo ya Hustler Fund itashika pesa yako hii. Hii itakuwa pesa ring fence kufanya biashara yako. Lakini wacha nikuambie, kwa sababu mimi nimesomea mambo ya biashara. Ukiwa unataka uwe mwanabiashara mzuri, paka ulipe madeni yako. Kama ulipi madeni yako, sasa hiyo biashara wewe utakuwa mwanabiashara mzuri. Because as a businessman, you must create a system, a relationship with other business people. And if they don't trust you, that wanakopesha vitu, unaenda na ulipi, you will not be a good business person. So ukiwa una hii nafasi yako, you build a network. Vile mnakuja hapa mjuane, kwa sababu
Unaweza kuongea na mwenzako ambaye anajua biashara vile anafanya, mnaenda kwake anakuonyesha vile biashara inaendelea. Hiyo ni jambo ya muhimu. Na hii project pia ina ile savings component. Leo utapata pesa yako na 3,000 itaenda kwa savings. Inakuonyesha kwamba savings is a good culture. Hiyo itakusaidia kunawiri business yako. Ukiwa unapata shilingi 100, weka 10, kula 10, 80 peleka kwa biashara inawiri. Na in short time, tukirudi hapa miaka 5, we shall have millionaires, billionaires among you. So na hii ndio inataka nyinyi sasa mkianza biashara, mtaandika Wakenya wengine kufanya biashara. Kufanya biashara pia mtaandika katika biashara yenu. And this is the aim of this project. Creating jobs for you and creating jobs for others. Tuko pamoja? Basi wacha nimkaribishe Deputy President Fire. Fire! Fire! Karibu, Your Excellency. La vijana hoi, vijana hoi, vijana power, ni fire si fire, ni noma si noma. Wacha nione mbwekse ya William Ruto, rais wa Jamhuri ya Kenya. Jameni, Mheshimiwa Rais, mimi nimefurahi kufika hapa siku ya leo kwa sababu mradi huu wa Nyota, kwa kimombo National Youth Opportunities Towards Advancement, ni mradi wa kuwezesha vijana wa taifa letu la Kenya. Mradi huu unaangazia vijana ambao kwa sababu moja ama ingine hawakufanikiwa kwenda chuo kikuu kupata degree ama kwenda katika chuo cha anuai kupata diploma, lakini wako na talanta Mungu aliwapatia na bongo zuri. Wengine labda hawakwenda chuo kikuu ama chuo cha anuai kwa sababu ya ukosefu wa karo ama kwa sababu nyingine, lakini wako na bongo zuri na talanta ya kufanya biashara. Hao ndio huu mradi unalenga wafaidike kama vile wale vijana ambao wamefaulu katika mambo ya masomo ya juu wanafaidika. Na huu mradi unaangazia vijana zaidi ya 800,000. Na vile tunaendelea, hiyo idadi itaenda ikiongezeka tukiongozwa na rais kupanua huu mradi. Huu mradi vile vile uko na malengo yake. The program has objectives to create entrepreneurship, to create jobs, to create employability skills, and to ensure young people access government procurement in national government and county governments. Malengo ya mradi ni kuhakikisha kwamba tunaongeza nafasi ya kazi kwa vijana, tunaongeza nafasi ya ajira, tunaongeza ile utaalamu wa vijana, na pia kuwapatia nafasi katika mambo ya kupata kandarasi kufanya biashara na serikali kuu na serikali za county. Na mimi najua ya kwamba huu ni mradi mmoja tu baina ya miradi mingine mingi ambayo Mheshimiwa Rais ametuongoza katika hii serikali kuleta nafasi ya kazi na kuongeza ajira kwa vijana wa taifa la Kenya. Vile rais atatuongelesha na mahali nimemsikiza, ameendelea kutuambia ya kwamba Nyota is just one of the many initiatives that the administration he leads is putting in place to empower young people to create jobs and income opportunities. Kuna vijana wameandikwa kwa mambo ya affordable housing, zile kazi ziko kule, kazi kwa ground.
Kuna kazi hii serikali imebuni katika mitandao, kazi mtandaoni. Kuna kazi hii serikali imebuni katika nchi za ng'ambo, kazi majuu. Na sisi tunaamini kazi ni kazi. Kazi kwa ground ni kazi. Kazi mtandaoni ni kazi. Kazi majuu ni kazi. Kazi ya biashara ya nyota ni kazi. Ni kweli si kweli? Kwa hivyo mimi nimefurahi sana kwa sababu hii ndio itatusaidia tupanue uchumi wetu. Tuongeze idadi ya Wakenya ambao riziki yao wanaipata kupitia jasho lao na kupitia nafasi ambayo imetengenezwa na serikali yao na taifa lao ambalo wanaipenda. Mwisho, Mheshimiwa Rais, ni kukupongeza vile vile kwa sababu umesema badala ya huu mradi wa nyota na badala ya zile program zingine ambazo tuko nao za kuongeza kazi, umesema kwa wale wa Kenya ambao wanapata kazi wakipata mishahara ambayo iko chini, umeamua ya kwamba utawapunguzia kodi. Na mimi nakushukuru Rais kwa sababu umetangaza ya kwamba unaleta mabadiliko kule bungeni ya kisheria. Ndio wale ambao ni wa Kenya 1.5 milioni ambao wanapata chini ya shilingi 30,000, hao hawatalipia pesa ya kodi ya pay as you earn. Na umesema kuna wengine 500,000, 500,000 more earning between 30,000 but below 50,000, pia utapunguza kodi yao itoke 30% ikuje 25%. Rais Ruto ni fire si fire? Ni noma si noma? Anatuletea mambo ya nyota, anatutengenezea kazi kwa ground, kazi mtandaoni, kazi majuu, na anapunguza kodi kwa wale ambao mapato yao iko chini. Wacha nirekebishe mambo mengine ambayo imesemekana hapa kabla sijamuilita Rais atuongeleshe. Pesa ya mradi wa nyota ni 50,000. Itafika 50,000 by the time the program is completed. Phase 1 disbursement ya kwanza saa hii ni 25,000. Na kwa hiyo 25,000, 3,000 itaenda kwa NSSF uanze kulipa pensions ama savings ya ile itakusaidia ukiwa mzee. So today you are receiving 22,000, another 3,000 will be sent to NSSF to open an account for your pensions. Baadaye ukitumia hiyo umepata leo, utapata ingine 25,000. You get 22, another 3,000 will go for your savings. Total 22,000 today, 22,000 in future. Total savings ya NSSF 3,000 today, 3,000 in future. Ukipiga hesabu 50,000 pesa ya nyota. Nyota ni fire si fire? Nyota iendelee isiendelee jameni? Tuendelee na umradi. Rais amefanya kitu mzuri. Huyu rais ni moto si moto? Ni fire si fire? Apewe asipewe? Apewe asipewe? Wacha tusimame tumwalike rais. Wacha nione wale wanasema. Wacha nisikie nduru ya rais. Wacha nisikie nduru ya rais. Wacha nisikie nduru ya rais William Ruto jameni. Aya, tafadhali tuketi. Wapwani hoye! Malindi hoye! Watu wa Kilifi hamjambo? Kilifi hoye! Tana River hoye! Lamu hoye! Ni leo si leo? Ni leo si leo? Waswahili walisema hayawi hayawi, yamekuwa hayajakuwa.
Ni leo ama si leo? Basi mimi kwanza nataka nimshukuru Mungu ametupatia nafasi, tumefika hapa Malindi kwa mara nyingine tena. Mimi nimefika Malindi hii kwa miaka nyingi, mara nyingi nikiwa hapa na shughuli mbalimbali, saa zingine ya mambo ya maendeleo, saa zingine ya michango, saa zingine ya siasa. Leo tumekuja hapa mambo ya biashara. Vijana mnanielewa? Tumekuja hapa leo mambo ya vijana na mambo ya biashara, kwa sababu ninyi kama vijana wa Kenya ni watu wa muhimu. Tumekwisha kubaliana ya kwamba wakati tunapanga mambo ya taifa letu la Kenya, lazima tuwajumuishe wote, hasa vijana wa taifa letu la Kenya. Na mimi nimefika hapa sio kwa sababu nimekosa kazi, na sio kwa sababu mimi ni mtalii, na sio kwa sababu nimepotea njia. Nimekuja hapa makusudi. Nimekuja hapa makusudi kwa sababu mambo ya vijana wa taifa letu la Kenya ni ya muhimu. Na mimi niliahidi ya kwamba tutapangana na vijana wa taifa letu la Kenya. Kwa muda mrefu vijana wa Kenya wametumika kwa mambo ya siasa, wametumika kwa mambo yale mengine mengi, lakini hatuja kuwa na mpango maalum, hatuja kuwa na program deliberate, intentional, practical ya kushughulikia masuala ya vijana wa Kenya. Hakuja kuwa na mkutano kama huu ambayo hakuna fuvuzela, hakuna mbwembe, hakuna vitimbi. Watu wamekuja hapa wanataka kupangana na biashara. Ni kweli ama si kweli? Tunaelewana? Na hakuna kijana hapa ameletwa na mwanasiasa ama na mtu yeyote. Hakuna kijana hapa amefika hapa kwa kujulikana, ama yule ako na connection, ama yule ameshughulikiwa na mtu fulani. Kila kijana aliyefika hapa ni bidii yake ndio imemfikisha hapa. Ni kweli ama si kweli? Mimi nataka niwaulize vijana, kuna kijana hapa amefika hapa leo kwa sababu alionga mtu fulani? Kuna pesa mtu aliwaitisha ndio mweze kufika hapa? Wengi wenu pengine hata chief hawawajui, pengine MCA sio rafiki wenu, pengine mbunge hata hakujui jina yako ni gani, si ni kweli? Lakini wakati uliposikia ya kwamba kuna mpango wa nyota, wewe mwenyewe ukajituma *254#, ukafuata maagizo, ukaenda kwa training, ukaambiwa ufike Malindi, wewe uko hapa leo, na mimi nataka kuhakikishia kwamba utatoka hapa na pesa kwa simu yako. Tunaelewana bana? Mimi nimefika hapa Malindi mara nyingi. Leo hapa mnaondoka na pesa milioni 124 hapa kwa masaa machache, in another few minutes. Nyinyi mnanielewa? Ndio muweze kufanya biashara, muweze kujisimamia, muweze kujipanga, ndio kwa pamoja tuweze kubadilisha taifa letu la Kenya. Mchango wa kila mtu ni wa muhimu katika kubadilisha Kenya. Na ndio sababu na wauliza vijana wa Kenya, siasa imebadilika. Siasa ya zamani ya ukabila na chuki na migawanyiko na ubaguzi, tumesema hiyo siasa tuiwachilie mbali, sote tuungane
na ndio nilisema wakati tunapanga vijana watakao shiriki katika mpango huu wa Nyota, hakuna mtu ataulizwa kabila lako ni gani, wewe ni wa chama gani, wewe ni wa dini gani. Sote tumekuja hapa kwa sababu wewe ni kijana wa taifa la Kenya. Vile vile nilisema ya kwamba saa zingine tunasema ni mradi wa vijana, lakini kule ndani inapangwa wazee. Tukasema katika huu mradi wa Nyota, kijana wa umri kati ya miaka 18 na 29 ndio watakuwa katika mpango huu. Kwa sababu saa zingine unakuta mtu wa miaka 40 anajisimama hapo anasema mimi ni kijana. Ni kweli ama si kweli? Nikasema vile vile saa zingine kuna vijana wengi wanabaguliwa. Anaambiwa wewe hujapita form 4, wewe hukupita vizuri, wewe huna elimu ya kutosha, wewe ulikwama standard 7, wewe ulikwama form 2, wewe ulikwama mahali gani, na mtu haulizi wewe ulikwama standard 7 kwa sababu gani. Kwa sababu kuna sababu nyingi, sio kwa mapenzi ya yule ambaye hajafika form 4 kutofika form 4. Pengine alizuiwa na mambo mengi. Ni kweli ama si kweli? Tukasema hata na wao ambao hawajafika form 4 ama walifika form 4 hawakusonga mbele, hata pengine walipita mtihani lakini hawakwenda mbele. Kuna mwingine alifika standard 7 kwa mambo hapa na pale, hakusonga mbele. Pia huyo ni kijana wa taifa letu la Kenya, na lazima serikali ya Kenya tumtafute, tumshughulikie na tumpange vile mmekweti hapa katika siku ya leo. Vijana hoye! Mnanielewa? Kwa sababu tulisema hatutaki ubaguzi. Na tukisema hatutaki ubaguzi ni kwamba hata yule ambaye hajasoma kupita form 4 tusimbague, pia na yeye hawe na mpango ya vile anaweza kushughulikiwa, kwa sababu wengi wako na hekima ya kufanya biashara, ya kujiendeleza, wanahitaji kuinuliwa, kushikwa mkono ndio waweze kusonga mbele. And that is why we are here today. Vijana mnanielewa? La tatu, tulisema saa zingine miradi kama hii ikifika, ni vijana hapa mjini ndio wako na network. Hawa vijana wa mjini peke yao ndio wanapata nafasi hiyo. Tukasema ili hii mradi iwe ama iambatane na mpango wa bottom up, tupeleke hii mradi kwa kila ward. Hata kama ward yenu ni Adu, ile ya kona kule, pia vijana wa Adu wafike hapa. Hata kama ward yenu ni kule kwa mbali, pia na wale waweze kufika wapi? Waweze kufika hapa. Na ndio sababu tukasema we want inclusivity. We want every young person, irrespective of their background, irrespective of the corner of the country, how remote your village is, you must get an opportunity like every other young person in Kenya who live in our cities, who live in our towns, who live in our villages. We must give them equal chance to participate in this program. Na ndio sababu hiyo mimi nafurahi kufika hapa leo Malindi. Tuongee na vijana wa Lamu, wa Tana River, wa Malindi na Kilifi, tukubaliane vile tunaweza kusonga mbele kwa pamoja. Mpango huu wa Nyota itawafikia vijana kama nyinyi na business support ya shilingi 50,000, vijana 123. 123,000 vijana kama nyinyi watafikiwa na mradi huu. Kuna vijana wengine 90,000 katika awamu inayofuata ambao watafikiwa na mradi huu. Kuna vijana wengine 1,600 katika awamu itakayofuata ambayo itafikiwa na mradi huu wa Nyota. Kwa ujumla vijana
820 watafikiwa na mradi huu wa Nyota. Vijana hoye! Tunaelewana? Tunaelewana my friends? Na ndio sababu mimi nataka niwaeleze, muwe makini, kwa sababu siasa imetusumbua miaka nyingi. Siasa inaendeshwa kwa mirengo, kwa ubaguzi, kwa ukabila, kwa mambo ambayo yanatenga Wakenya wengine. Na ndio tumekubaliana safari hii. Mimi nilitoa ahadi. Wengine walikuwa wanasema huyu Ruto anasema uongo. Muko hapa leo ama hamuko? Hii pia ni uongo. Sijui kama tunaelewana bwana. So mimi nataka niwaeleze, kwa sababu kuna watu hawana maono, hawana mpango, hawana sera, ni vitimbi, ni chuki, ni ukabila, ni ubaguzi. Hiyo ndio trademark yao. Lakini Kenya hii, kwa mapenzi ya Mungu, inshallah tunaibadilisha hatua kwa hatua, tukisonga mbele. Tuko na awamu ya pili ambayo program hii itaenda. Nataka nimuulize ndugu yangu Salim Mvurya. Tuko na program ambayo mlielezwa hapa na kijana huyu Fikirini Jacobs. Na mimi nataka niwashukuru watu wa Malindi kwa kunipa huyu kijana. Ni kijana anafanya bidii kweli kweli. Na nitafundisha maneno kidogo ndio aweze kusonga mbele na hapo. Si ndio? Nataka nimuulize my brother Salim Mvurya akuje hapa atueleze program ambayo inafuata. Kuna program inaitwa Recognition of Prior Learning. Kuna program inaitwa On the Job Training. Kuna program itafuata ya training ya mpango ya access to government procurement opportunities. Hawa vijana wajue, ndio waeleze wenzao, ndio hata na wao ambao hawako hapa leo, wale ambao hawako hapa leo, tunataka katika hiyo sehemu inafuata pia na wao wakuje hapa, ndugu zenu, marafiki zenu, jamaa zenu, watu wa kutoka vijiji zenu, ndio pia na wao tuwajumuishe na hii program. Waziri. Asante sana Mheshimiwa Rais. Vijana hoye! Basi katika huu mradi wa Nyota kuna component ambayo inaitwa on the job experience. Na katika hiki kitengo tunaangalia wale vijana ambao hawana ujuzi wowote lakini wangependa kuwa na ujuzi. Na hawa vijana pia wanatuma maombi, na hivi sasa Mheshimiwa Rais kutoka ufungue maombi wiki moja imepita, kuna vijana 265,000 ambao tayari wametuma maombi yao. Na hawa vijana Mheshimiwa Rais ambao wako katika hii sehemu itakuwa wanaweza kwenda kujifundisha kwa wale ambao tunaita master craftsmen. Na hawa wataenda kwa mafunzo kwa miezi 6. Na katika hiyo miezi 6 kila mwezi wataweza kulipwa shilingi 6,000 ili kuwasaidia katika hayo masomo. Na serikali ya Kenya Mheshimiwa Rais vile ambayo ulidirect ndio italipia masomo yao. Kwa hivyo hawa ni vijana ambao tunalenga vijana 90,000. Lakini Mheshimiwa Rais kufikia leo wale wamefanya application, tukiangalia wale walifanya mapema na wale wa wiki moja wako 532,000 wale ambao tayari washafanya application. Application ya hii zoezi ya on the job experience bado unaenda tu kwa *254, badala ya kuchagua business support unachagua on the job experience. Kwa hivyo hapa tunalenga vijana ambao wanataka ujuzi, wengine ujuzi wa makanika, wengine kwa masaloon, wengine kwa electrical, kwa mambo mengi. Alafu baada ya miezi 6 kutakuwa na assessment your excellency ambayo italipiwa na serikali, na hawa vijana pia watapatiwa certificate ili waweze kutambuliwa
kama ambao nao wamepata ujuzi ambao unatambuliwa Kenya na sehemu nyingine ya dunia. Mheshimiwa Rais, katika hicho kitengo, kwanza niseme pongezi kwa sababu vijana wengi wale ambao tunawalenga kwa hiyo kitengo walikuwa hawapati msaada wa aina yoyote, lakini kwa ubunifu wako na direction yako hao vijana nao watajumuishwa katika ujenzi wa uchumi wao na ujenzi wa taifa la Kenya, na tukitangaza kwamba vision yako ya kuenda Singapore, hao pia watakuwa kwa safari hiyo ya kuhakikisha wanaenda Singapore. Nyota iendelee isiendelee? Rais Ruto aendelee asiendelee? Mungu awabariki, asanteni sana. Asante sana Your Excellency. Shukrani. Sasa nyinyi vijana ambao mmesikia vile waziri amesema, wale vijana wengine wengi hawako hapa leo, pia wako na nafasi ya kushughulikiwa katika awamu ya pili ya mradi huu wa Nyota. Vile vile, mbali na program yetu ya Nyota ambayo itafikia vijana 1820, tuko na miradi ingine 4, program ingine 4 ya kushughulikia mambo ya vijana. Nataka vijana wa Kenya wanisikize kwa makini, kwa sababu kwa muda mrefu hatuja kuwa na mpango maalum, mpango makusudi ya kushughulikia vijana wa Kenya. Tulikuwa tunaongea tu pengine kazi itapatikana, pengine kazi itapatikana, baadaye hakuna kazi inapatikana. Tumeweka hii mbali na mradi huu wa Nyota. Tuko na program ya housing. Tuko na program ya export of labor. Tuko na program ya digital jobs. Na nyinyi kama vijana wa Kenya, munaweza, wale wengi ambao bado hamjapata nafasi ya kufikiwa, you have an opportunity. Katika program ya housing, watu wengi walikuwa wananiuliza, wewe bwana, nani alikuambia kwamba tunahitaji manyumba? Leo program ya housing Kenya mzima, ikiwemo hapa Kilifi. Kwanza nikitoka hapa saa hizi naenda kuanzisha program ya housing pale Mtwapa. Tunajenga nyumba 1000 pale Mtwapa. Saa hizi tuko na vijana 500 wanafanya kazi katika hiyo program. Kenya mzima tuko na vijana 1500, 500,000 vijana wanafanya kazi katika miradi. Tuko na miradi hapa Tezo, tuko na mpango pale Mnarani, tuko na soko ambayo tunajenga hapa Shela, tuko na soko ambayo tutajenga hapa inaitwa Kichinjio hapa Malindi town. Soko 11 tunajenga Malindi hii kupitia kwa program hiyo ya housing. Tuko na hostels, yani hostels Pwani University kule Kilifi. Sehemu hii yote, ile TVET zote za hapa, ile KMTC ya hapa, university yetu ya Pwani, tunajenga hostels ya vijana 4,300. Hiyo program yote, pesa ambayo tumeweka hii Kilifi peke yake ni shilingi bilioni 21. And the programs are going on. Nilikuja kuanzisha soko ya Watamu. Soko ya Watamu sasa iko tayari. Nitakuja kufungua nikirudi hapa in another 1 month. Iko tayari. Hizi zingine zote hizi tunazianzisha. Katika hiyo program tuko na vijana 1500 Kenya ambao wanafanya kazi. Ni mpango makusudi kuhakikisha ya kwamba wale vijana wamesomea ufundi, wale plumbers, wale engineers, architects, masons, carpenters, electricians, quantity surveyors na wale wengine wote tumewajumuisha, kwa sababu vijana wengi wanatoka college lakini hakuna mpango maalum ambayo itawafikisha mahali pa kufanya kazi.
And that is why hata wengine waliniita Zakayo, lakini leo vijana 500,000 wanafanya kazi Kenya mzima. Ni kweli ama si kweli? Majina ni mambo madogo madogo, kufanya kazi ni ya muhimu. Ama namna gani my friends? Tunaelewana? Vile vile, na niko na waziri Alice yuko hapa. Mimi naenda na yeye saa hizi kupanga kutengeneza hiyo program ya housing, na ninaenda kuangalia mahali tutajenga soko hapa, kwa sababu hii Kenya haiwezi kubadilishwa na maneno, haiwezi kubadilishwa na fitina, haiwezi kubadilishwa na vitimbi. Itabadilishwa na miradi na mipango ya kuendesha taifa hili letu la Kenya. Sijui kama tunaelewana ndugu zangu. Tuko na program ambayo ya kufuata, program ambayo tunasema ni kazi majuu. Kenya inajulikana duniani kote ya kwamba Kenya ni nchi ya watu wa kufanya bidii. Masomo yetu inatambulika duniani kote. Wakenya wengi wakiongea Kiingereza wanaongea kuzidi ya wazungu. Kwani hamna hiyo habari? Mko na hiyo habari? Na sababu hiyo Wakenya wengi wanatafutwa na kampuni nyingi ya kufanya kazi nje ya Kenya. Na kwa sababu tuliona ni vizuri tuwe na mpango ya vijana kupata nafasi ya ajira, na tulikubaliana kazi ni kazi. Ikipatikana Kenya tufanye, ikipatikana kwa mjengo tufanye, ikipatikana kwa mtandao tufanye, ikipatikana nje ya Kenya tufanye. Leo nikisimama hapa niko na waziri wangu Bwana Alfred Mutua, ambaye nimempatia kazi ya kupanga vile ajira itapatikana, hasa ajira ya vijana watakaoenda kufanya kazi nje ya Kenya. Leo kufikia leo amenipatia taarifa ya kwamba kwa miaka mitatu ya kwanza kulikuwa na wakora wengi, matapeli, kampuni ambazo zilikuwa zinawaibia Wakenya. Tutakupeleka hapa, lipa hii. Tutakupeleka pale, lipa hii. Kuna kazi mahali fulani na ni ukora. Hawa watu wote, kampuni karibu 1000 tulisifunga, na tukatengeneza program. Hata nchi ambazo vijana wa Kenya wanaenda kufanya kazi tukaandikiana na wao bilateral labor agreement. Mkenya akienda pale tunajua anaenda kufanya kazi gani, akienda tunajua atalipwa pesa ngapi, na kama amepata nafasi ya kwenda kufanya kazi nje ya Kenya na hana pesa ya kulipia tikiti, sisi kama serikali ya Kenya tunamlipia tikiti. Bora akishafika kule apate pesa zake, arudishe pesa yetu, si ndio? Ndio tupate ya kumpatia ndugu yake. Ama namna gani bwana? Tuko pamoja? Kufikia leo asubuhi vijana 1541 wamepata nafasi ya kwenda kufanya kazi nje ya Kenya. Kila wiki, nataka msikize vizuri, every week tuko na vijana kati ya 300 na 500 wanapanda ndege kwenda kufanya kazi nje ya Kenya. Na tunataka hawa vijana miongoni mwao wawe ni vijana wa kutoka Malindi, Kilifi, Tana River na Lamu. Bwana Alfred Mutua, kuja simama hapa eleze hawa jamaa vile hiyo mpango inasonga. Si ndio? Mpigeni makofi waziri. Asante sana Mheshimiwa Rais. Tulikuja hapa miezi michache iliyopita tukawachukua vijana wakapata nafasi ya kazi. Tulikuwa hapa kwa hiki kiwanja, tukaenda Kilifi, Mombasa, Kwale. Zaidi ya vijana 10,000 walifika, 3,000 wakapata barua za kazi. Tayari 1350 wamesafiri. Hata kuna kijana wa pale Mamrui ameniandikia yuko Dubai kama rider, alikuwa bodaboda, analipa shilingi 1,250 kwa kila 120,000 kwa kila mwezi, anafanya kazi. Kwa hivyo mpango huu tutatembea katika nchi yetu muweze kupata nafasi. Jambo la muhimu ni hili: ukiona mtu anakuambia atakupata nafasi ya kwenda ng'ambo, mchunguze,
kwa sababu kuna watapeli kama vile Mheshimiwa Rais amesema katika mpango wake. Kuna watapeli wengi wanajaribu kuchanganya vijana. Nenda pale kwa website ya National Employment Authority, National Employment Authority. Hapo wameandika majina ya zile kampuni ambazo zimepewa nafasi ya kuwapeleka watu ng'ambo. Na hapo pia utaona kama hiyo kazi yako imeorodheshwa iko katika kompyuta, kwa mtandao. Kama hiyo kampuni haiko hapo na hiyo kazi haiko hapo, ujue unadanganywa. Jambo la pili pia, kama uendi kwa mtandao, piga simu bila malipo 0800-222-2223 0800-2 Utaongea na mtu, atakuuliza maswali, atakwambia hapana, huyo ni mkora, wachana na yeye. Kwa sababu Mheshimiwa Rais, watu wengine wametoroshwa hapa, wanapelekwa na visitors visa. Watu waliotoka hapa Malindi sasa weko ngambo, walienda na employment job visa. Anayekupatia visitor ama tourist visa, huyo ni mkora. Vijana wengine wamepelekwa ngambo, wanaenda kupigania nchi zingine, wengine wamepotelea kule, wanafanya mambo ya makosa kabisa kwa sababu hawakuelimika ya kwamba jichunge. Na wazazi, nawaomba tafadhali, kama mtoto wako, kama kijana wako, msichana wako anaenda ngambo, chunguza, uhakikishe ya kwamba haendi kule kupotea kule na kampuni ambazo zitapora maisha yake. Asante Mheshimiwa Rais. Haya, vile tuko na program ya Nyota *254#, pia hiyo program ya Mutua, tunaelewana, iko pia katika website ya serikali, website ya National Employment Authority. Enda kwa hiyo website. Tunaelewana? Enda kwa hiyo website. Hiyo website ndio itakupatia mpango kamili, maelezo ambayo ni ya kweli, kwa sababu tuko na nafasi ya vijana kufanya kazi nje ya Kenya. Na I am very happy. Katika hiyo program, pesa ambayo tunatoa Marekani, pesa tunatoa Ulaya. Ni mnanielewa? Asante sana waziri. So that is the other program that we have. Mimi nataka niwaeleze vile vile, kwa sababu tuko katika ufuo wa bahari. Hapa Mombasa, Lamu, Kilifi, Tana River, all the way to Kwale. Tuko na mpango ambayo mnajua tulianzisha ya mambo ya fish landing sites. Hii bahari ni rasilimali kubwa sana. Tuko na samaki, tuko na papa, tuko na pweza, nyangumi ama na ndizi mkisi. Huyo ni ako na hasira. Huyo mkisi ndio ule alisemekana ako na hasira. Hawa wote, si ndio? Na katika hiyo program, tuko hapa katika bahari hii, tumeweka pesa ya serikali. Tuko na 9 fish landing sites. Tuko hapa na Namaret. Tuko hapa mpaka kule Kwale, tuko na fish port ambayo tumeanzisha, kwa sababu tunataka vijana wa sehemu hii wapate nafasi ya kutumia rasilimali ya bahari hii, tuweze kukuza biashara, tuweze kutengeneza nafasi ya ajira na tuendeshe uchumi wa sehemu hii. Mimi nataka nimuulize Waziri Hassan Joho, yuko hapa. Sultan nasikia. Aje hapa aseme kwa kifupi mambo hayo ya mambo ya blue economy katika sehemu hii. Waziri. Asante sana Your Excellency, nilikuwa nawashwa Your Excellency, nasikia nyota. Na nikasema mradi wangu utatajwa sangapi, na kushukuru Your Excellency. So Your Excellency, nataka kwanza niseme kwa mara ya kwanza katika taifa letu la Kenya tuko na mradi wa bandari ya uvuvi wa kipekee ambao umetengenezwa na pesa zisizopungua 2.7 billion katika serikali yako. Hiyo ni ya kwanza. Mheshimiwa Rais, nataka niseme vile vile huu mradi wa Namaret ambao umeekelewa na pesa ya serikali 1.4 billion
ukiusikia kama Namaret unaona ni kama jina tu. Now let me break it down to you, Your Excellency. Namaret does two important things. Number one, inafanya utafiti na usaidiaji ama support services kwa jamii katika hali ya kuwekeza katika uchumi samawati. Mfano mzuri, katika Kilifi, mimi na gavana wa Kilifi Gideon Mung'aro Excellency, miezi miwili iliyopita tulitembea katika kaunti hii ambayo Namaret ilidevelop mbegu ya samaki ambayo inaitwa tafi na kamba ama prawns. Tukawapa kikundi. Saa hii that group every 3 months they are earning not less than 2 million shillings, Your Excellency. Not less than 2 million shillings. Lengine la muhimu, Your Excellency, katika Kilifi hii, tukikaa hapa Kilifi Central constituency ya Owen Baya, tumeweka 275 million for a new and modern landing site that has refrigeration, mambo ya barafu, mambo ya processing, na pahali pa kuwekeza boti la kuvua samaki na kuleta samaki. Kilifi hii, Your Excellency, tumepeana landing site kichwa cha tembo kwa Mung'aro. We have handed it over to you. Kichwa cha kati, sorry, nimezoea mambo utalii. Kilifi hii tumempatia Mung'aro Ngomeni another landing site, Your Excellency. Alafu tumepatia boti zisopungua 101 boats katika mradi huu wa kuwezesha vijana kwenda kufanya kazi ya uvuvi. Then tumepatia grants like the way you are doing for Nyota, 983 million shillings to 278 groups in Kilifi here, Your Excellency. Tana River tumejenga Kipini, inaendelea kuisha. We have agreed with the governor, soon we're going to hand it over to him. Your Excellency, in Tana River uliwapatia 463 million kama grants katika vikundi 162. Wengine wamejenga ma restaurant, wengine wamejenga mahali pa kuuza samaki na kadhalika, na so on and so forth. Ile la muhimu, Your Excellency, katika magavana walioko hapa, we have concluded a deal with them, and this time we have handed over the procurement to them. Now the offshore ama deep sea fishing boats, kila county itaanza na 3, baadaye waingie katika bahari kuu. Your Excellency, tukienda Kwale tuko na Mwepe landing site 255 million, Namaret 1.4 billion, Kibuyuni seaweed, value addition, value chain and market access 53 million shillings. Na vile vile Kwale tumewapatia boti 48 at the cost of 139 million shillings. Vile vile Excellency, milioni 652 million to 212 groups in Kwale County. In Mombasa, hawa tumewapatia landing site Kadongo, Kisauni constituency 175 million. Likoni 105 million fish market. Grants 734 million to 332 groups. Boti 40. We are now adding them, the high seas boat wakitoka nje. Lamu, Your Excellency, we have a Mokoe landing site. You gave me instructions to Vokuwa Ndau that we enhance. We now have it in our plans. In the next financial year, tunaongeza landing sites zingine 2 kwa Governor Timami. Then Lamu, Your Excellency, walipata 524 million to 270 grants. 56 groups, 56 boats at a cost of 15 million and 3 high seas fishing boats. Governor Timami and I have agreed kwamba tutafanya kazi pamoja kupeleka mbele. The other thing, Your Excellency, I was here some few months ago with Amina Mnyazi and Gideon Mung'aro. We now have a modern search and rescue boat in every county that we have handed over to the county, Your Excellency. Hata hapa nileta na Mung'aro tukapatia. Then the good news, Your Excellency, the great news is that you have now okayed for us to negotiate a further funding of 32 billion shillings to enhance this uvuvi na uchumi samawati. Vijana, ni fire si fire, ni mbaya si mbaya, ni noma si noma. Your Excellency, nataka nimalizie nikisema kuna watu walifikiri hii Nyota itafanywa usiku. Umeifanya mchana, umewapiga bonge la surprise. Aya,
Sasa vijana wa Pwani, kuna nafasi itakuja kukutafuta nyumbani. Lazima ujitume wewe kama kijana. Lazima upangane na mradi ambayo umesikia Waziri Joho akitangaza, Waziri Mvurya akitangaza, Waziri Mutua akitangaza, kwa sababu sisi wote tumesema tubadilishe siasa. Hakuja kuwa na mkutano kama huu. Tumekuja sote hapa kwa sababu tunataka kubadilisha taifa letu la Kenya. Haiwezi kubadilika kama hatutakuwa na mpango na taratibu ya sawasawa. Na ndio sababu mimi na insist ya kwamba siasa zetu za Kenya zisiwe tu siasa ya ukabila na chuki na vitimbi na sarakasi. Tuweze kufanya siasa ambayo iko na mpango. Kila kiongozi awe na sera, awe na maono, awe na mpango, awe na agenda, ndio tuweze kubadilisha taifa letu la Kenya. Mwisho, mimi nimefurahi sana kufika hapa Malindi. Nimefurahi kuungana na vijana wa Lamu. Mimi niko njiani na kuja Lamu kwa sababu niko na mambo kule Lamu. Niko safarini na kuja kule Tana River. Nikikuja kule tutapangana na nyinyi. Mnajua pale Tana River tunaanzisha tuna expand ile shamba ya mambo ya mpunga ama mchele. Tumeleta sasa waegezaji wengine wa program ya sugarcane. Tuko na program ingine pale, na mimi nitakuja hapo kupangana pamoja na nyinyi. Na hapa Malindi ndio nyumbani. Hapa Kilifi ndio nyumbani. Tutapangana na nyinyi zile kazi zote ambazo ziko hapa. Mmesikia leo naenda pale Mtwapa kwa sababu tunataka kubadilisha dunia hii. Na mimi nataka niwaeleze watu wa Pwani, kwa vyovyote, nyinyi mnanielewa? Munisikize vizuri. Kwa vyovyote, juu chini, kulia kushoto, mbele na nyuma, safari hii hamuwezi kubaki nyuma. Sikizeni bwana. Sikizeni bwana. Hii Pwani imebaki nyuma mara nyingi, si ndio? Sasa sitaki kusema mpende msipende, lakini kwa vyovyote Pwani haiwezi kubaki nyuma tena. Tunasonga tukitembea pamoja. Tunaelewana jameni? Mnasema tuendelee tusiendelee? Mnasema tuendelee tusiendelee? Mimi nataka nimalizie kwa kusema nimefurahi sana kufika hapa. Mimi nawauliza nyinyi vijana, muko na nafasi ya kipekee. Leo mtaondoka hapa na shilingi 25,000. Na sio pesa tu tunawapatia, pia tutaambatana na nyinyi. Pengine mnafikiri ya kwamba leo ndio siku yetu na nyinyi ya mwisho. Hapana, bado tuko na nyinyi bampa kwa bampa. Hiyo pesa ni yako. Hiyo pesa si mkopo, hiyo ni pesa, ni grant. Wewe ukishapanga biashara yako, tutakuja tukusaidie. Mumesikia PS akisema tutakuja tena kuwafundisha. Tuchunguze hii biashara yako imeenda vipi, imekwama wapi, tunaweza kukuinua namna gani, tukuongezee 25,000 ingine, tukupeleke tena mafundisho. Hapo mbele tutakueleza baada ya hii 50,000 ni wapi unaweza kukopa 50,000 ingine, 1,100 ingine, 1,150 ingine. Tutapangana na wewe mpaka kila mmoja wenu aamuke, afanye biashara, ajisimamie na asaidie kijana mwenzake, ili tupanue biashara zetu, ndio tukuze uchumi, tuondoe umaskini, Kenya iweze kusonga mbele. Vijana, muko tayari jameni? Muko tayari? Muko tayari? Sikizeni sasa. Si mimi nimefika hapa na nimekuja vizuri, si ndio? Kila mtu ambeba simu yake. Muko tayari? Muko tayari?
Sasa imefika ile wakati. Ni leo si leo. Ni leo si leo. Ni sasa. Na kama sio sasa, ni sasa. Lakini kama sio sasa, mnakubali ni sasa hivi? Mko tayari? Na wauliza, mtakuwa na nidhamu jameni? Mtafanya biashara vizuri? Unajua sasa kuna watu wanaona kwa TV. Utatoka hapa uitwe Bazenga. Vipi bana? Bazu. Wakudumu. Alafu kesho pesa zimehama. Sikia bwana. Tunaelewana? Wewe mrembo utasikia jamaa ambaye hajakuita jina hilo anakuitanga Sharon, sasa atakuita babe. Sio jamaa mwambie tu endelea tu kuniita Sharon, wachana na hiyo story ya babe. Ama ni aje? Tumekubaliana? Kila mtu atakuwa na nidhamu. Kila mtu atakuwa na biashara. Niwaulize kwanza, nyinyi muko na mpango ya biashara? Kila mmoja wenu wako na mpango ya biashara? Unajua kuna majamaa wengine hawana mpango, hawana sera, hawana agenda, hata nyota. Lakini nyinyi mko na mpango. Kwa hivyo imefika ile wakati. Haya, tuko tayari. Hebu toa simu na upeperushe ndio ipate network, ipate network, ipate network, ipate network. Your Excellency, in 3, 2, 1, pesa mfukoni! Pesa, 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 pesa mfukoni! Ndio hiyo, achilia, achilia, achilia. Hebu angalia, tuweke video. Tuweke video, tutizame video. Utafuata maagizo pale kwa hiyo mtandao. To access Startup Capital for Business Support Cohort 1, dial *254#. Select Nyota Project. Select Track. Select Business Support. Select Access Startup Capital. Enter some details about your business. Then confirm by entering your mobile money PIN. You will receive a confirmation message that the funds for your business have been sent to you. Kuza Imarisha Endelesha Vijana. Very good. Sasa kwa muda mchache sasa kila mtu atapata pesa yake. Na hakuna mtu atatoka hapa bila pesa yake. Kila mmoja wenu, isijalishi mahali umetoka, haijalishi mahali unajulikana na nani, kila mmoja wenu atapata pesa zake. Si ndio? Sasa kuna mtu amepata pesa zake? Hebu nione yule mtu amepata pesa zake tayari. Ngoje tu kidogo. Mtandao inasonga kusonga. Aya. I want some feedback. Kwanza nataka nijue kutoka vijana kadhaa mnaweza hapa kuja kuniona. Alafu tulizane maswali machache. Wacha nianze na huyu bwana. Njoo mkuu. Habari boss? Mzuri sana. Mambo ni aje? Mambo ni fiti. Unaitwa nani? Naitwa Balozi. Balozi? Yes bwana Balozi. Wewe apply mpango huu wa Nyota? Hebu nieleze taratibu ulifuata ni gani? Nilidial *254. Nikafuata hiyo procedure. Though kuna watu wali discourage. Walikuwa wanasema hii kitu ni scam. In fact walikuwa wanasema hiyo code
ni ya hustler fulani. So wakasema sitapata, then nikapata message, nikaitwa training, nikaenda nikamaliza, na ndio leo niko hapa, na hata nimehakikisha hiki kitu ni ukweli. So vijana wenzangu wenye mko home, hiki kitu mkiona kitu mjaribu, vitu zingine ni serious, si scam. Sasa pesa imeingia? Imeingia. Hebu nione. Tayari. Dear beneficiary, you have successfully unlocked your startup capital. 22,000 sent to your Pochi la Biashara wallet. 3,000 will be sent to your savings wallet. Ulifundishwa vile savings itaenda, ukafundishwa vile ya biashara itaenda. Sasa bana balozi, naam, umejipanga vipi? Mimi nieleze hii pesa sasa. Mimi nimejipanga fiti juu huko mtaa mimi niko na grocer. So hata watu wengine wananiita mama mboga. Lakini mimi sijalishi, najua kazi ni kazi. Majina hata mimi nimeshaitwa Zakayo, so usijali. Hiyo sasa. So uko na grocery. So unapangia hii pesa vipi? Hii pesa napanga ku-expand. Ku-expand, nilete vitu nifanye in a large scale. Though sasa nilikuwa na kama vitu gani sasa utanunua, utaongeza nini? Taongeza matomato, kama tomato nachukua crate, nachukua crate mzima sasa. Kama ni viazi nachukua gunia mzima. Kabla ya hii pesa ulikuwa una biashara yako ilikuwa unatumia kama pesa ngapi? Okay, nilianza hiyo biashara na 10k. Ulianza na 10k. Faida yako kwa mwezi ni kama pesa ngapi? Approximately kama 15 to 18 hapo. Yes. 15 to 18,000. Profit. Profit. Alafu unaendelea na ile unauzia wapi? Mi natokea Rabai, sehemu nyingine inaitwa Kamberibe, Pangani location. Okay. Hapo ndio unauzia. Sasa pale Rabai tuko na mpango ya kujenga soko. Umesikia nikisema tunajenga soko 12. Hizo soko itapatia nafasi mfanye biashara kama wewe upate mahali pazuri pa kuweza kuuza mali yako. Pia kuwe na storage, nyanya ikibaki unaweka storage ndio isiharibike, ndio uweze kuendeleza biashara yako siku inayofuata. Tutakuwa pia na mahali ambapo mahali ya kuuzia, na katika hiyo mazingira yote kutakuwa na usafi, kwa maji, kwa vyoo, kwa mahali ndio mambo ya mazao ya kutoka mashambani yasiharibike. Nitashukuru sana. Naelewana? Haya, mpigeni huyu muungwana anaitwa Balozi. Anasema anaitwa mama mboga. Asante sana Balozi. Thank you very much. Thank you. Thank you my friend. Niko na mrembo mmoja hapa. Karibu. How are you my dear? I'm fine. Unaitwa nani? Stacy Neema Kazungu. Stacy. How are you Stacy? I'm very fine. Yes. Yes. How did you join this program of Nyota? So I was told by a friend of mine, although sikuwa niko sure kwa sababu hata mimi I was not able to share the information to some people, so sikuwa sure, lakini niko tu like acha nijaribu, maybe it will work. Yeah. So ukajaribu? Nikajaribu. *254 hash. Yeah. Nyota. Then nikaenda for verification, and then I went for the training. After the training tukarudi sasa tukingojea. Although tulikuwa tunasema na mbona watu wa Kilifi hatufikiwi, but finally tumefikiwa. Swahili wanasema hayawi huyo bwana. Yeah. Si ndio? Yes. Haya, wacha nikuulize. Was the training, did you learn how was the training? Did you learn something new? Actually the training was so good. Vitu vingi zenye tulikuwa kama how you can save up with the money, vile unaweza maintain your business, vile unaweza handle different clients. So it was good. Yeah. Okay.
So you have money? Yeah, I have money. Okay. Okay. Wonderful. So what is your plan? Stacy? Already nilikuwa na biashara. I was doing an online business of selling shoes and handbags. So kidogo biashara yangu ilikuwa imeshuka because I was having some problems. Lakini vile nimepata hii, I'm going to top up my stock niendelee na biashara. Okay, online. Yeah, I was doing an online, so probably I'm thinking of having a physical shop. Or you now want to maybe have a physical shop. What do you do? What do you plan to do with the savings? Do you know how you are going to access your savings? Yeah. Pardon? How I'm going Do you know how you do you know how you can use your savings, or you will wait until we come and give you some training? Okay, I know how I can use my savings. Yes. Okay, so firstly, my savings nitatumia First, I want to make sure that my business imekuwa firm, so nitaongeza kwanza stock. You utaongeza stock. Yeah, I will add the stock. Yeah. Okay. So, wacha nikuulize, your business as it is now, what is your capital at the moment? When I started the business, nilianza na capital ya almost 18,000, ambayo hiyo pia nilikuwa pia nimeongezea na the transport money kwa the 18,000. So my capital initial was 18,000. So there are people who are telling us 25,000 is very small money. Actually it's not. So mimi mwenyewe nikianza I was not having any, nilikuwa naona maybe I thought 18,000 was something small, lakini nilipofanya the inquiries nikajua like 18,000 is large, so inaweza fanya kitu nzuri. I started the business na ilikuwa ina peak, so mambo zilipoenda vibaya, lakini nikajua I'll rise again. Very good. Yeah. So this is your opportunity to rise again? Yeah. Okay. I know you waited a bit after the training. How long did you wait for this? Period of like 2 months. 2 months. Yeah. What was going on in your mind in the 2 months? Sasa hizo 2 months nilikuwa nafikiri ni uongo. Oh. Alafu pia alikuwa napata ile discourage na watu wanakuambia hiyo ni uongo, haiwezi kuwa ni ukweli. Yale tu ni yale mambo tu ya Ruto yale. Mambo tu ya Ruto, haiwezi kuwa ni ukweli. Hao watu wamenitesa sana bwana. Tuko na wewe lakini Okay, lakini yamekuwa and we really appreciate for that. Yes. Yeah. I am mpigeni Stacy makofi. Thank you very much Stacy and good luck Haya, niko na muungwana mwingine hapa. How are you boss? Vipi? Very good. Wewe utaniangusha wewe. Wacha nikutengenezee. Yes my friend, unaitwa nani? Naitwa Elias Kimaya. Elias. Yes, Elias. So, kwanza umepata chapa? Chapa hii hapa. Hiyo hapo. Very good. Support Nyota. 1149, pesa imeingia? Kabisa. Very good. Pochi la biashara. Sasa unajua, kwanza wewe, uko na account ya Hustler Fund? Niko nayo. Uko nayo? Inafanya ama imesota? Imesota kidogo. Aya, wewe kwa hiyo Hustler Fund umewahi kukopa pesa ngapi ya juu zaidi? Nilikopa 500, nikalipa, nikakopa tena 600, sasa nikakopa tena, nikalipa hiyo 600, nikakopa tena niko 750. Sasa limit yako imefika 750 pale kwa Hustler Fund. Inakusaidia hiyo Hustler Fund ama? Ilinisaidia sana. Wakati umesota kidogo unaenda hapo? Naenda hapo. Okay. Sasa nikuulize basi. How did you apply for this program? Niliingia tuko ile mpango ya star 254. Ulisikia kwa mtu, uliona kwa TikTok, ilikuwaje? Nilisikia kwa rafiki yangu. Kule apply na yeye, lakini yeye hakubahatika. Okay. So umepata pesa. Mpango yako kwa hii pesa ni gani bwana Elias? Mpango wangu naenda kupanua biashara yangu. Tayari niko na biashara kidogo. Uko na biashara? Biashara ya kufanya kazi gani? Weka kwa biashara yangu ni ya nduka. Niko na kioski.
Saa hii mpango ni kuenda kuipanua mpaka iwe retail shop. Stock yako saa hii kwa hiyo kioski yako ni ya pesa ngapi kwa stock? Tuseme na run na 30,000. 30,000. Sasa uko saa hii na 22,000. So utaenda kuongezea? Naenda kuongezea stock. Yes. Mpaka niwe kama mabazu wengine. Ukwe bazu. Kabisa. Haya, mpigie Elias, biashara yako unafanyia kazi wapi? Mimi niko huko Lamu East. Lamu East. Mahali kunaitwa Faza 1. Faza 1. Umefika huko? Bado. Umefika. Oh, nimefika. Na umekuja ukatuletea, umetuwekea mrandu wa barabara. Oh, yes. Kule MP wako ndio ule. Ule anaitwa, tunamuita mama, tunasema mama na Ruto. Tuta. Haya. Tunasemanga barabara. Haya, asante sana. Thank you very much Elias, mpigeni makofi. Nataka kuchukua picha na wewe rais. Ili nionyeshe watu wa huko Lamu nimetoka. Leo nimeongana na Mdosi. Haya, acha tupige picha. Very good. Ukiwa na rais wangu. Very good. Bas, pamoja. Okay, Elias. Thank you very much. Haya, niko na mama hapo. Hello. How are you? I'm good. How are you? Unaitwa nani? Naitwa Zainab Mustafa. Zainab. Zainab, yeah. Okay, Zainab, how are you? I'm good, sir. Very good. Yeah. How did you apply for this program of Nyota? First of all, mara ya kwanza nilisikia, I think it was before last year, 2025. I've heard stories about kulikuwa na story ya Nyota, then I was in Garissa. Me, I'm from Tana River, hapa Garseni constituency. So my friend sent me hizo vitu kwa WhatsApp. So I'm like, is it true? Nini. Last year, when you were launching was it on Madaraka Day? I was in class actually doing my assignments in computer lab. Then I was listening to your speech actually after you did the father's condolences. Then you mentioned about dial *254. I was there. So hapo tu nikadial tu nikiwa kwa computer lab. There when you are listening. Hapo tu wakati ulikuwa tu Madaraka. I think it was Madaraka Day after Baba passed, like yesterday alizikwa on Monday. Yes. So I dialed and I'm like, jioni nimekaa tu hostel. Ikapop tu messages, nimekaa tu ulikuwa hata sina kitu, situmiange SMS. Ilipopop tu nikaanza kuanswer those questions. Finally kaniambia tu you have concluded, thank you for participating, nini. Then after like 3 weeks hivi nikaitwa, come to Minjila's office to DCC. Then I went for that activity. So you went for the training? Yeah. Yeah. Then after the training you waited a bit? After the training? Pardon? Yeah. After the training? Yeah. Then you waited now for this opportunity? Yeah, I waited for this opportunity. Okay. Yeah. Okay, Zainab. So you now have 22,000. Let me see. Yeah, it's here. Sorry. Let me show you. Wonderful. Yeah, wonderful. it's So there. what do you plan to do? Actually, I'm a business-minded person. It's just that I don't have the capitals to start since before. So I'm passionate about cosmetics and handbags. I usually love those things so much. So I'm like, why would I not one day build in the region of Tana River? There's a big shop. Yenye nitakuwa nauza cosmetics, of which hizi cosmetics are beauty products plus the handbags where girls can feel, instead of going to Nairobi ama ukuje tu Mombasa from Garseni ama nini, it will be based hapo within Hola, Garseni, na ile ingine ikuwe based tu Madogo. So you have already designed a business plan? Yeah, I already have it in my laptop. Yeah. You already have it? Yeah. Okay. Tell me I'm interested about the laptop. Yeah. What are you doing in the laptop? I actually pursue IT right now. Yeah, nimeingia tu hapa tu, nimeona kuliko nikae nyumbani maliza form 4. As a student or as a student too. Nika enroll to Garissa tu hapo. Okay. Yeah. Okay, Zainab. Yeah. So what do you tell other young people like you? I usually tend to tell them who apply. I even told my cousins the other time, my friends, I'm like, mbona mja apply? So it's because this year first phase itaisha hii yetu ya kwanza, then second, and the other day yenyewe nimewatumia hiyo SMS nikaambia the second phase itaanza na by February itaisha. You guys apply for it and you'll be benefiting from it. Hapa ni kazi bila break tu. Yeah. Okay, Zainab. Yeah.
A round of applause for Zainab. Thank you very much. Thank you so much, sir. Haya, kuna watu wamepata chapa? Hebu nione wale wamepata chapa, nione kwa mkono. Ala. Ala. All of you have got your money already. Let me see again those who have gotten their monies. Wow, great. I have my sister here. Hello, how are you, my dear? Habari yako? Very good. Unaitwa nani? Aisha Machuyu. Aisha. How are you, Aisha? Aisha. Aisha. Hello. How are you? Yes. So you came, umekuja na huyu mrembo? Huyu ndo amenifanya nilikuwa na ujauzito yote ambao nimeapply hiyo nyota. Wakati uliapply nyota ulikuwa umembeba? Nilikuwa na changamoto. Sasa nilikuwa tu nikikaa tu nyumbani. Kuna best yangu hapa ameniambia kuna nini unaweza apply 254. Kuna program yenye inaendelea. Nikusaidie kumshika, naona anakusumbua. Sasa nika apply. Ndio. Kwa mwezi wa 3 mwaka jana. Yes. Kisha nilivyo apply na kakaa nikaona nikaletwa award nika apply. Baadaye hapo nikaona nimeletwa message niende kwa DCC hapo Minjila. Kwa verification. Minjila. Hapo Shamza huu. Nimejifungua nikaenda hapo nikasaidika haraka kwa ajili ya mtoto alikuwa mchanga. Then after hapo nikatumana tena message niende training ya siku 4. Okay. Huyu mtoto alikuwa na miezi 3 hiyo time ya training. Ndio. Na tena tukakaa baada ya miezi 3 mingine sasa yuko na miezi 6. Yes. Ndo tukaletwa hiyo program. Yes. Ya kuja huku. Okay. Lakini so ulienda training? Ya siku 4. Kuanzia 26 mpaka 29. Okay. So unapanga kufanya biashara gani na hii pesa? Hiyo time pia nilikuwa mjamzito, nilianza biashara ya viatu, lakini nilianza na capital ndogo ya 5,000. Tena sikuwa na sijui mahali ya kuimport huko Nairobi, nilikuwa nikituma na watu. Changamoto zikanzidia, hiyo biashara ikaanguka. Okay. Ulikuwa umeanza na 5,000? Ya flat shoes. Ya flat shoes. Za wanawake. Za wanawake. Nikafeli. Kisha sasa kuna mjamaa anasema hii 22,000 ni chache. Si chache. Hiyo ni mingi. Hasa kabla tukuje huku leo inge hiyo pesa nilipata 22,000 hii mwezi wa 2. Nikaanza programu ya samaki kutoa huko Mpeketoni. Madfish. Yes. Lakini changamoto zenye nilikuwa nazo, sina fridge, sina kula. Na hizo samaki ni nzuri kuzi. So unapanga kutumia hii pesa kufanyaje? Hii 22,000. Na panga kununua nazo kula, nataka fridge na naona bado ni kidogo still. Unataka fridge? Sasa ilikuwa nataka kumuona Waziri Ali Hassan Joho hapa. Nataka fridge, nataka na kula. Akupange. Sababu jana niliacha samaki zangu ziliharibikia huko Minjila nikija huko kwa hii program. Hassan Joho uko na mteja hapa. Anasema hiyo mpango umesema ya barafu na hiyo ingine anataka kujua itaendelea vipi. Na hiyo ni jana nishapata loss huko Minjila. Sababu mzigo umefika na gari tumeingia kwa gari. Bas, utaongea na huyu muungwana baadaye. Bas. Aisha, utatoka na Hassan Joho hapa upambane na yeye. Nitashukuru sana, nitafurahia. Asante sana. Huyu mrembo anaitwa nani? Fahima Martina. Fahima Martina. Wewe unanichuna masikio kwa sababu gani wewe? Haya. Huyu Fahima, asante sana Fahima, lakini wache kusumbua mama, sio? Haya. Very good. Asante sana. Haya, niko na muungwana hapa. Boss. Yaje bwana. Vipi? Safi. Daniel. Daniel. Okay. Uli apply? Nimeli apply. Pesa imeingia? Pesa iko tayari. Hebu nione.
Very good. Naona pesa zimeingia. So unasema Daniel? Daniel. Daniel. So Daniel, unapanga vipi kufanya biashara gani? Sasa hivi napangia kufanya biashara, kuendeleza biashara yangu. Pale sokoni. Uko na biashara tayari? Niko na biashara ndogo pale sokoni. Sasa hizi capital yako ni Sasa nilikuwa nafanya biashara yangu hapo kwa nyumbani, hapo mtaani yani. Okay. Ila sasa hizi venye nimepata hii nitaenda kutoka nje nitafute duka huko nje nifungue biashara hata kama kuuza boutique ya kuuza nguo hapo. Kidogo mtumba huko. Ya mtumba. Very good. Ndio. So saa hizi biashara yako ni kama pesa ngapi? Biashara yangu mbele yaanza nayo ni kama 6,000 hapo. 6,000. So uko na 22,000? Sasa na 22 hapa. Uko na pesa katika savings 3,000? Iko. Ukianzisha ukisukuma hiyo biashara yako ikisonga songa, tutakuja tena tukufundishe, tukuongezee 25,000 ingine. Ndio. Sawa sawa? Ndio. Lakini utafanya bidii? Kabisa. Unafanyia hiyo biashara yako wapi? Unasema ulikuwa unafanya kwa mtaa. Hapo nyumbani. Lakini saa hizi unataka kutafuta mahali pa kuuza. Tafuta mahali pa kuuza, ndio. Asante sana. So do you know the kind of business, biashara gani? Nitaingia tu hapo Kongoya nitafute kamera kalikali za mtumba. Nilete mtaani nauzie mtaani. Ndio. Uko na msaidizi, mtu mwenye ataweza kukusaidia? Msaidizi niko naye. Very good. Haya, tupigie Daniel makofi. Ako na mpango huyu bwana. Asante sana. Nakutakia heri My very best wishes, Daniel. Basi nafikiri tumefika tamati. Si ndio? Wacha niulize tena, wangapi wamepata pesa zao? Bas. Now you know this is not a scam, right? Now everybody confirms it's not a scam. Are we together? So each and every one of you must be responsible. We are not leaving you here. We are going to walk with you. We are going to mentor you. We are going to support you until your business stabilizes as we go into the future. Please tell your colleagues, your friends, your village mates, your people from your neighborhood, tell them to go back to *254#. We have the on-the-job experience program. We have the recognition of prior learning program. We will have eventually the program on access to government procurement opportunities. We want them to participate because we want to support more young people. Are we together? And all these programs, your religion doesn't matter, your tribe doesn't matter, your political affiliation doesn't matter. It only matters that you are a Kenyan young person who is deserving. And that is the only requirement of you. So kila mmoja wenu mjipange na sote tutaendelea pamoja. Watu wa Pwani hoye! Vijana hoye! Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Wale wanasema tuendelee nione kwa mkono, wale wanasema tuendelee. Mimi nawatakia heri, nawatakia baraka ya Mungu. Mimi nawapenda sana. And